Mwanzo sikuwa naelewa kabisa. Alivyonioa alikataa saba zile tukae hotelini, pamoja na kamati ya harusi kuweza kumpangia saba akae hotelini, lakini alikataa kabisa. Nikajua labda anataka nizoee nyumba mapema. Tulirudi kwake, ila kwake alikuwa anakaa na dada yake, mimi namuita wifi. Maajabu niliweza kukutana nayo na mme wangu ni kwamba alikuwa akitoka chumbani akirudi ndo anakuwa kasimama imara kwelikweli jogo wake, na muda huo huwa anataka kuweza kunisagamua. Basi mimi nampa kitumbua na kisagamua, akimaliza anapumzika. Ila akitoka chumbani tu kwa dada yake na kuweza kurudi, anakuwa tayari kabisa jogo anataka kupanda mtungi. Mawazo yakanijia kwamba mume wangu yawezekana kwamba ameshakuwa muhanga labda wa mambo ya misagamuo. Kwa hiyo inawezekana anakwenda huko chumbani, alafu anaangalia mambo ya misagamuo, akipandwa na mizuka ndo anakuja kuweza kulitafuna tunda halali. Sikuwa nafurahia sana nyendo kama hizo, kwa sababu kiukweli alikuwa hata kuniandaa haniandai vizuri. Yaani yalikuwa ni maumivu tu. Moyoni nikawa najuta sana kuweza kuolewa na mwanaume kama huyu. Yaani hatujajuana kiundani kwanza. Yaani saba kuisha tu basi na mimi nikawa na michubuko kama yote. Jamani, mume wangu akawa anaenda kazini na baki na wifi yangu. Cha ajabu, wifi akatoa fumbo ambalo naona kabisa ni lango. Wifi Tuma, unajua kuna shoga yangu anaitwa Esther, kwenye ndoa yake aliweza kunifurahisha sana. Alikufurahisha nini? Sio kwamba alinifurahisha nini, ila ninavyokuambia kwamba alinifurahisha kwelikweli. Yaani kanifurahisha balaa, na sio kwamba kanifurahisha nini. Yaani mumewe kwa siku alikuwa anakwenda raundi 3. Nilikaa kimya kidogo nikitafakari kwamba ni mimi kabisa, ila nikaona inawezekana ndo tabia za wanaume wakiwa kwenye ndoa. Kwa hiyo sikutaka kuwaza sana juu ya hilo, nikamwambia, huyo rafiki yako tabia yake mbaya. Kwa nini nakwambia siri ya ndani? Wifi, sasa sisi si ni marafiki, tumeshibana, jambo hilo mbona ni dogo tu. Mimi siwezi nikatoa siri za ndani nikamwambia shoga yangu. Wifi, kweli wewe ndo mke sasa? Ama kwa hakika kakangu kapata mke. Nilizani kwamba utachekelea swala la Esther. Siwezi wifi kucheka ujinga kama huo. Inawezekana rafiki yako huyo hajafundwa. Kweli kabisa. Basi tuliachana na story, tukapika kwa kushirikiana. Kiukweli nampenda sana wifi yangu huyu, si mtu wa kuweza kujiona. Usiku mume wangu akarudi, akaenda kuoga, akalala. Tukaingia chumbani. Sasa naona anatoka, nasema kimoyoni, akirudi kazini tu aisee, kazi ninayo. Basi ndipo kuna akili fulani ikaniambia kwamba nimfuate nijue kwamba anafanya nini. Yaani niende nikamwangalie kweli waga anatazama mambo ya mizigamuo kwenye simu yake, alafu baada hapo ndo anakuja kwangu au kweli. Nikanyanyuka nikaona nyata, na muona mume wangu anaingia chumbani kwa dada yake. Nikaenda mpaka mlangoni, nikachungulia ndani kupitia kitobo cha kitasa. Nilishangaa, nasema tena nilishangaa, naona mume wangu kaitoa bastola kwenye bukta yake, alafu anampa dada yake, na dada yake anaipokea bastola kwa kutumia mdomo. Nilitetemeka jamani, nini hichi ambacho nakiona? Inamaanisha sasa kwamba hawa watu aisee, mbona kama sielewi. Nikawa nawaza kwamba kumbe hizi saba zote alikuwa anakuja humu. Basi nikawa nishapata jibu, kumbe lile lilikuwa ni fumbo tu ambalo wifi alikuwa ameweza kunipa, na kinachoendelea kumbe ndo hichi. Dada mtu alikuwa analembua macho kweli kweli, alafu ulimi upo nje kabisa, anamtafuna jogoo vibaya mno. Tena jogoo mume wangu anatafunwa kweli kweli. Kiukweli nilishindwa kabisa kuvumilia, yaani nilichanganikiwa kweli kweli. Basi nikaondoka na kuweza kurudi faster chumbani kwangu. Nilishindwa kabisa kuweza kuvumilia kuona mume wangu anamlisha dada yake jogoo wake, yaani nyoka wake amemtoa pangoni na kumlisha dada yake. Nikaingia zangu chumbani huku nawaza, je, ni mila au ni uwapenzi au vipi? Mbona mimi nimeolewa kuficha kama zambi zao au inakuwaje? Mbona sielewi.
Dakika 3 mume wangu akatoka, anakuja kama kawaida yake, jogo wake kashawika. Nilimpa haki yake ya mizagamuo tu, huku nilikuwa na mtafakari. Uzuri siku hiyo alikwenda laundi moko tu, yani alipiga kimoko tu, alafu akalala, asubuhi akaondoka. Basi mimi nikawa kama sijui kinachoendelea. Nimeamka asubuhi, nipo na wifi yangu tunapiga stori, mara mama mkwe na baba mkwe wakaja. Utambulisho ulikuwa ni mzuri sana, walinipenda sana. Baba mkwe akasema, binti, nakupa zawadi ya gari mwisho wa mwezi huu. Asante baba. Mama mkwe akasema, nakujazia mafuta full tanki kwenye gari yako, na zawadi nyingine, sema unataka simu gani nikununulie leo hii. Basi mimi nishapewa ruksa niseme kwamba simu gani, ila naona aibu. Nikamwambia, yoyote ile mama, mimi nitaishukuru tu. Wifi akadakia, iPhone ya kisasa sema wifi wewe unataka ili kwamba ununuliwe, au unataka vitekno vieleweki. Hata hiyo mimi nitashukuru tu wifi. Nyumba hii haiwezi kuchajiwa simu za bei rahisi. Hebu twende mjini ukachague simu kama hii. Ananionyesha simu ambayo mimi mwenyewe jamani nilikuwa naziona kwenye matangazo tu, na sikuwa hata na wazo kwamba kuna siku nitakuja kuwa nayo iPhone ya kisasa kabisa. Tulitoka na mama mkwe na wifi. Basi mimi nikawa nasema mwenyewe kimoyoni, familia ya kitajiri hii, ila sasa huyu wifi ndo anataka kuitoa doa. Kwa nini aulambe mtalimbo wa mume wangu? Yaani kwamba kwa nini alambe ile bastola? Nawaza tu huku tunaenda mjini. Nawaza tena mwisho wa mwezi kwamba napewa gari. Kweli jamani, tulifika mjini nikanunuliwa simu nzuri tu, tukarudi nyumbani. Wakwe wakaondoka. Ndo sasa wifi ananiambia, Tuma, umeona chumba hichi? Usije ukafungua. Sawa wifi, hakuna shida. Usiku nawaza inawezekana kuna pesa zao huko. Nilipokuwa usiku nikawa nawaza pengine kuna pesa zao kwa wameziweka humo. Basi usiku huu ulipoweza kufika, pia mume wangu alikuwa karudi. Alipoweza kurudi tu akalala kama kawaida yake, akaingia chumbani na mimi nikaingia. Basi akalala saa 7 akanyanyuka mume wangu. Basi na mimi nikanyanyuka, namfuata bila yeye kuweza kujua. Nia yangu ni kwamba nione tena mpaka mwisho. Je, anamla kwanza kimoja dada yake ndo anakuja kuweza kunitafuna na mimi, au anaishia kuweza kumpatia tu bastola yake dada yake, anaipitisha ulimi tu ile bastola, yani bahari anaipiga deki tu, alafu baada hapo inakuwa ndio hivyo. Lakini cha ajabu akafika sebuleni mume wangu akakaa kwenye kiti. Nikajificha kwamba asiweze kuniona. Dakika 2 dada mtu na yeye akafika akiwa na mzee fulani hivi. Nikawa namshangaa ule mzee, alikuwa na midevu mieupe kweli kweli. Alafu ule mzee akasema, wewe sasa umebaliza sharti la kuweza kulambwa tango lako na dada yako, alafu ukamalize haja kwa mke wako. Umefanya vizuri sana. Mimi nilikuwa naangalia tu. Mume wangu akasema, kwa hiyo mkuu, nafanyaje tena ili kwamba niendelee kumpa dada au? Hapana, sasa inatakiwa mkeo ndo ampe dada yako ili apitishe ulimi kule kwenye bahari yake, alafu wewe uje kuweka tu. Samahani mkuu, mke wangu sitaki ajue mambo ya nyuma pazia. Hii imekaje? Mwambie anachotaka dada yako, mpe, muahidi zawadi, kwani akipitisha ulimi kunako bahari itakuwa ni nzuri na itakuwa poa sana kuweza kuipiga deki bahari. Da, anaweza kakataa, itakuwaje? Akikataa unampa taraka, kwani wanawake wameisha duniani. Jamani, niliona ukimya umetawala. Dakika 1 wifi anasema, je, kama mimi nikiweza kumtongoza tu itakuwa sio vizuri? Inatakiwa mumewe ndo amwambie, alafu mke akubali kuja kuweza kukupa. Naondoka, nimemaliza. Nikamwona ule mzee anaondoka, anaingia kwenye chumba kile ambacho wifi aliniambia kwamba nisije kukifungua. Nikarudi chumbani nikalala, huku nawaza sana juu ya lile tukio. Mume wangu akaja kuniamsha, alafu akaniambia, samahani mke wangu, narudia tena samahani. Chukua milioni hii ni yako. Naomba unisaidie kitu kimoja tu. Kipi hicho mume wangu? Twende chumbani kwa dada, alafu dada apitishe ulimi wake kwenye bahari na kuweza kuipiga deki bahari chumvini kule, aangalie kama chumvi ipo. Alafu baada ya muda mimi niweze kupata mlenda, alafu niweze kutupia tango kwenye kinu na kuendelea kutwanga. Hii itakuwa ni siri yetu mke wangu, baina mimi na wewe. Na kuomba shika kabisa pesa hii. Da, naona pesa kweli.
Nawaza mwisho wa mwezi baba mkwe naye ananipa gari. Nikikataa anaweza kuniacha hapa. Sasa hapa nafanyeje? Wakati nawaza nipo kimya, mume wangu akasema, na kuongeza milioni nyingine, isiwe 2. Twende mke wangu. Nakuomba hebu twende bwana. Jamani, nichukue hizi pesa au vipi? Najiuliza, na ndipo nikapata jibu. Nikamwambia mume wangu, hiyo itakuwa sio tabia nzuri. Mimi kuweza kumpa dada yako kitumbua akitafune alafu wewe uje uweze kutupia tango. Hiyo inakuwa ngumu sana. Mke wangu, hilo najua. Ila naomba sana, hii itakuwa ni siri yetu mke wangu. Nikamdanganya. Nahisi nakaribia kuweza kuingia kwenye siku zangu za kuweza kumwaga oili. Kwa hiyo inawezekana oili ikatoka alafu ikawa mbaya zaidi, nikawa nimeweza kumlisha wifi uchafu, na uchafu nasikia kwamba ni sumu sana, anaweza kufa wifi. Basi mke wangu, lala, sikilizia leo tu, alafu kesho kama haijatoka hiyo oili, basi kesho nenda umpe wifi yako aingie chumvini, aangalie kama chumvi ipo, alafu nikija mimi napitisha gobo letu, inakuwa safi. Nilikubali siku ile ili kwamba mambo yapite. Niliweza kulala nikawa naota ndoto, yani ndoto kama picha vile. Maneno aliyokuwa ananiambia baba yangu kabla ya siku ya ndoa yangu nilikuwa nayakumbuka na kuyaota kwenye ndoto. Mwanangu, unakwenda kuolewa na mwanaume mume na sio marafiki. Hakikisha haushindi kwa marafiki. Sasa kama ilivyokuwa kabla ya kuolewa kwako. Umesikia mwanangu? Heshimu ndoa yako. Mwanangu, siri zako na mumeo ni marufuku kuzitoa nje. Usifikiri kila unemwelekeza siri zako za mumeo basi huyo mtu anafurahia. Wengine wanakucheka tu. Jifunze kutunza siri zako na mumeo. Umenelewa mwanangu? Mwanangu, wewe ni mlinzi wa mumeo. Mlinde kwa maombi kila wakati. Usifikiri maombi yameisha ulipoweza kuingia kwenye ndoa. Hapana, ukizubaa tu yule mwizi atakuja. Mwanangu, mimi na mama yako tumezeeka na muda wetu umetupa mkono, ila furaha yetu inaenda kutimia kwa kuweza kukulea. Tumekulea vizuri kabisa ukakuwa katika maadili mazuri, na ndoa yetu sasa, na wewe unakwenda kupata ndoa yako. Tumetimiza ndoto yetu kuweza kukuona ukiwa mama ambaye utayaenzi yote mema na kuwa na ndoa itakayodumu kama yetu ilivyoweza kudumu, ikitawaliwa na furaha na upendo. Linda sana ndoa yako mama. Mwanangu, ulipokuwa mdogo shuleni na nyumbani tulikusifu sana kuwa umechangamka na wajua kuongea kweli kweli. Tena umerisi kutoka kwa bibi yako, ila mwanangu, mdomo ule umezibwa rasmi kuanzia leo, ya kupaswa kuwa na maneno machache au ukimya kabisa, maana katika ndoa uongeaji sana ni kero kubwa sana. Cha msingi msikilize mumeo. Mwanangu, leo unaolewa na mmeo mtakayeishi pamoja milele, sio mwanasiasa au mshindani wa debate shuleni. Tafadhali epuka argument au mabishano yasiyokuwa na msingi ili kuweza kujenga familia yenye furaha muda wote. Mabishano ni sumu katika ndoa. Mwanangu, unaolewa, kule unakoenda kuishi tambua sio kituo cha redio au televisheni, bali ni nyumbani kwako wewe na familia yako. Hivyo ni marufuku kuweza kupokea au kuweza kusambaza habari za ndani na nje. Epuka umbea, ni uchafu katika ndoa. Mwanangu, siku ulipojisikia kuumwa au shida yoyote, mtu wa kwanza kumshirikisha alikuwa ni mama yako, kisha baadaye mimi. Hakika ulifanya vyema kabisa, ila sasa mwanangu, kuanzia leo ikitokea jambo lolote, mtu wa kwanza kumshirikisha basi awe mme wako. Muamini mmeo. Mwanangu, tumekufunza yote, ila hatujakufunza mafunzo ya kivita au uasi. Tafadhali tambua kule unakwenda kuishi, yule ni mmeo na ana wazazi na ndugu zake. Uwaheshimu kama ulivyokuwa unatuheshimu mimi na mama yako. Dumisha upendo, tambua wao sasa ndo familia yako mpya. Epuka kuwa mchochezi na chanzo cha migogoro na chuki. Ndoa isije kukushinda mwanangu. Mwanangu, siku zote amini chochote apatacho mtu ni majaliwa ya Mungu. Usitamani maisha ya wengine. Mvumilia mmeo kwa chochote alichokuwa nacho au apatacho, ridhika naye. Mkumbatie, mtie moyo, muombee, hakika mtafanikiwa ardhini na mbinguni, maana Mungu hujibu maombi yao wamtafutao kwa bidii. Wakizishika amri zake na kuweza kujituma katika kufanya kazi, huwa atafanikiwa. Epuka tamaa ya utajiri na mali nyingi zisizokuwa za kwenu.
Ndoa sio kitchen party au send off, bali ni mfumo mpya wa maisha unaohitaji watu wawili kuweza kutoka kwenye familia tofauti kuunda familia moja itakayoweza kumuunganisha mmoja na mwingine na itakayoweza kuunganisha na kuyaenzi yale yote mema pande zote mbili kuwa bora zaidi na zaidi, itakayodumu kwa mafanikio na amani pia na furaha tele. Jamani, niliweza kushtuka kwenye ndoto na mwangalia mume wangu amelala na waza ndoto ina maana gani? Mbona maneno ya siri ndani nisiyatoe nje yanazunguka sana kichwani. Nikalala tena, sikuweza kuota tena. Asubuhi kama hakuna kilichoweza kutokea, mume wangu akaondoka na wifi alikuwa ananichangamkia kama kawaida, huku mimi nawaza usiku itakuwaje na sipo kwenye siku zangu. Nikaingia chumbani kuwaza sana, hivi nimpe wifi kitumbua kweli, yani akitafune? Mara wifi ananiita, nikatoka chumbani alafu ananiambia, Tuma, wewe umependwa sana na wakwe zako. Unajua baba kaagiza gari leo jipya huko nje ya nchi Japani. Yani hataki kabisa utumie gari ambayo ishatumiwa na mtu. Yani hata mimi mwanae hajawahi kabisa kuweza kuninunulia gari 0 kilomita kama la kwako. Nikiwa na tabasamu akanionyesha gari yenyewe kwenye mtandao, na ushamba wangu huu jamani, sijui hata majina ya gari. Ila gari lilikuwa ni zuri kweli kweli. Basi muda ukaenda, mume wangu akarudi kama kawaida, kaoga, kala, kaja ndani, kaweka milioni 3 mezani, alafu akaniambia, mke wangu, usiwaze sana kuchukua pesa hiyo. Chukua tu hiyo pesa twende chumbani kwa dada. Nikajiuliza kwamba amejua nini? Amejua kwamba mimi sipo kwenye siku zangu za kumwaga oili? Nawaza staili ambayo nitakuwa nayo huko, je, itakuwa ni chali au vipi ya kuweza kumwachia huyu dadake? Je, nikubali ndo itakuwa tabia endelevu mara moja tu au vipi? Nikawa najishangaa, alafu nikauliza, mume wangu, ni leo tu au kila siku? Ni leo tu, kama kesho tutaendelea basi tena nitakupa milioni 4. Kesho nitakupa, lakini leo naomba twende mke wangu, kamata hizo milioni 3. Jamani, kanyosha mkono nichukue ile milioni 3 ili kwamba nikalambwe. Jamani, basi pesa naitamani na waza na gari jipya, yani kichwani ilikuwa ni mvurugano tu. Jamani, ama kwa hakika kweli pesa shetani. Nikapokea pesa na nikawa tayari kabisa kwa kwenda kuweza kumpa wifi kitumbua. Atajua mwenyewe tu kwamba kitumbua kina ladha gani, mimi sijui. Mradi tu atembeze huko ulimi kwenye chumvini huko, basi kitaeleweka huko huko. Basi mume wangu akafurahi sana mimi kuweza kukubali lile ombi. Akanishika mkono, tunaenda kwa wifi. Kabla hatujafungua mlango huo, basi mlango huo ukawa unagongwa. Mume wangu akaniambia, subiri. Sawa. Alitoka peke yake. Mimi tena na kilanga changu jamani, nikachungulia naona amesimama na dada yake. Kaka, tumsubiri maana amegonga kwangu, alafu kaondoka. Sawa dada. Basi mimi nikawa nimeweza kutulia tu, mara nikawa nawaona, mara yule babu kaja, alafu anamwambia, ninapotoa amri isivuke siku, wewe kwa nini umevusha siku? Samahani mkuu, mke wangu aliniambia kwamba anahisi kwamba anataka kuingia kwenye siku za kumwaga oili. Kwa nini mke wake akiingia kwenye siku za kumwaga oili hawezi kuweza kutafunwa hata embe bolibo zake za pale kifuani au kuweza kulambwa hata mapajama? Unakuaje wewe mkuu? Wewe ulisema kwamba ni sehemu zile nzuri tu Sasa inakuaje tena sehemu hizo za maembe bolibo sio na nini? Pajama nao ni sehemu mojawapo kati ya sehemu ambayo inahitajika sana. Sasa zoezi hilo litaendelea kesho kwa sababu umeshafeli. Leo nenda kalale na dada yako, mzagamuane kweli kweli, ila mkeo alale nje ya nyumba hii. Wewe zagamuana na dada yako, umenielewa wewe? Yani mke wangu alale kwenye fensi umumu ndani au nje kabisa huko, ili kwamba nimpe pesa kalale hotelini? Alale kwenye fensi nje, silipo gari alale kwenye gari. Nimeshakwambia ndo sharti lako hilo, umenielewa? Sawa mkuu, nimekuelewa. Jamani, mimi nikakimbia na kuweza kurudi ndani. Naona maajabu tu ya dunia haya. Mume wangu akaja alafu akanipanga, mke wangu, kila kabila lina miko yake. Makabila mengine yana matambiko. Sasa leo kumbe ilikuwa ni siku ya kutambika. Naomba mke wangu ukalale kwenye gari na pesa zako, alafu kesho utaziweka kwenye simu yako, au
unavyotaka kuweza kuzifanyia hizo pesa ni zako, utajua wewe, lakini nakuomba tu siku ya leo kalale kwenye gari. Sawa mme wangu. Niliona ni zoezi jepesi kabisa jamani la kuweza kwenda kulala kwenye gari. Nilitoka na yeye mpaka nje kabisa. Nikaingia kwenye gari, yeye akaingia ndani. Hapo sasa mimi na kelele changu jamani, nilitoka kwenye gari nikaenda kuchungulia dirishani kwa kunyata ili niweze kujua nini kinachoendelea huko ndani baina ya mme wangu na dada yake. Jamani, nilimkuta mme wangu kambananisha kweli kweli dada yake, anamtandika kipigo kweli kweli. Yaani ilikuwa ni moto juu ya moto, ilikuwa ni minyanduo iliyopitiliza kabisa. Yaani walikuwa na nyanduana kweli kweli, tena kwa ushirikiano wa nguvu kweli kweli, maana hata makelele yalikuwa ni mengi kweli kweli. Miguno pia ilikuwa ni mingi kweli kweli. Nashangaa moyo unaniuma, alafu nasikia wifi anasema, "Jamani nimechoka mimi, naomba tu niweze kukulalia alafu vita hii iendelee ya kuendelea kupigana mangumi hapa mpaka asubuhi." Jamani nikaona nazidi kuumia moyo. Kweli mme wangu jamani, nikaona amechomoa mwiko kwenye sufuria, akalala chali kwa macho yangu. Namuona wifi jamani anaoshika ule mwiko wa mme wangu na kuweza kuulengesha kwenye sufuria yake, alafu anajisongea ugali vile anavyotaka jamani. Jamani ule mwiko tayari kabisa uko ndani ya sufuria. Alafu huyu jamani wifi yangu anajisongea ugali vile anavyotaka. Nilishindwa kabisa, nikaishiwa na nguvu jamani, nikajikuta nasema, "Mme wangu." Nilizungumza hivyo. Jamani, kumbe madirisha yalikuwa ni ya kioo, tena aluminium. Sauti ilikuwa haijafika kabisa ndani. Nikaona kwamba hapa nisijisumbue tu, shauri yao wenyewe. Basi mimi nikarudi zangu kwenye gari nikalala, huku nasema kimoyoni nikienda kumsalimia tu mama na mimi na kwenda kumpa mchepuko wangu ile wa kitambo kabisa ambaye tulikuwa tumeweza kuachana kwa sababu ya ndoa yangu, ndio maana tuliweza kuachana na mchepuko wangu. Ila ndoa yangu hainipi furaha. Sasa si bora na mimi nikienda kumsalimia mama nimpatie tu mchepuko wangu. Basi nililala kwenye gari mpaka asubuhi. Mume wangu alikuja, akaniamsha, akanibusu sana alafu akaniambia, "Hakika wewe ni mke mwema sana na kupenda sana. Kaoge twende mjini mke wangu." Nikaenda kuoga nikajiandaa. Natoka namuona wifi yupo kwenye gari amekaa kwa nyuma, alafu ananiambia, "Kaa mbele hapo na mumeo." Moyoni nikawa nasema mume wangu au mume wetu huyu, ila usoni natabasamu tu. Basi tulienda mjini. Mume wangu akaninunulia nguo za kifahari kweli kweli, mixer kuweza kuniuliza kwamba nataka nini mimi. Nikajikuta na deka nachagua tu vitu na yeye ananinunulia tu bila hata kuogopa bei. Tukatoka dukani alafu akaniambia, "Shika 500 hii, kawatumie wazazi na wawafurahi siku ya leo." Wazazi mimi sina namba yao. Nilikuwa najizima data jamani, najifanya nimeelewa wazazi wake, nimewaelewa sana kuliko hata wazazi wangu. Na ndipo akaniambia, "Namba ya mama yako hauna? Namba ya baba yako hauna pia?" Okay, nimeshakuelewa. Kumbe unazungumzia wazazi wangu mimi. Samahani mume wangu, hizo namba ninazo. Asa sikia, mama mtumie 300 alafu baba mtumie 200. Sawa mume wangu. Basi mimi tena nawaza baba yangu ni mlevi, nimpe pesa akaonge. Nikaenda kumtumia mama zote, alafu nikamwambia kwamba ampe baba 50,000 tu. Nikarudi nikamwambia mume wangu, "Tayari." Sawa, twende nyumbani. Basi tukaondoka jamani. Njiani ananiambia, "Kesho wifi yako ataanza kukufundisha kuendesha gari hili. Hili gari ni lako. Ikija gari hili ambayo umeagiziwa, basi unajua kabisa kuendesha gari." Sawa mume wangu. Nilikuwa nasikia raha sana kiasi ambacho nikasahau kabisa ujinga wao yeye na dada yake. Usiku ulipoweza kufika, zoezi likaanza upya. Mume wangu alitoka ndani akarudi, alafu akaniambia, "Mke wangu, twende basi kwa dada." Nikifikiria mazuri mbele yangu, nikifikiria mume wangu anajali wazazi wangu, sio siri niliweza kukubali mwenyewe tu. Alafu nikawa namwambia, "Basi twende tu mume wangu." Kweli tulifika chumbani kwa dada yake ambaye ni wifi yangu. Alafu wifi akaniambia, "Haya mambo ya kizungu, usiogope. Alafu hii ni siri yetu. Utakula sana viatu wifi. Usije sema kwa mtu yeyote ule. Na kuahidi wifi, na kununulia kiwanja mimi kwa pesa yangu." Sawa wifi, nimekuelewa. Kama umependa wifi, basi saula mwenyewe ili kusiwe na kizuizi, alafu jitupe katika uwanja wa vita, basi mapigano yaendelee. Kwa mara ya kwanza jamani kwenye maisha yangu mimi natoa, yani na saula mwenyewe nguo sababu tu ya mwanaume, alafu na saula na msaulia mwanamke mwenzangu. Dunia hii kweli bwana. Nilitoa alafu nikajitupa kwenye uwanja wa 6x6, uwanja wa vita, na yeye akatoa, basi akawa anakuja pale kwenye uwanja wa vita, huku mume wangu alikuwa anatabasamu tu na kututazama.
Nilichukua mto nikaweka usoni mwangu, maana nilikuwa naona aibu kweli kweli. Sauti ya wifi ikasema, jamani, hebu jiweke vizuri basi. Hebu utupie mguu mmoja kusini mwa Afrika, alafu mwingine utupie kaskazini, alafu bonde la mto Olduvai George niweze kuliona vizuri. Basi sawa wifi, hakuna shida. Nilifanya kama ambavyo wifi ameniambia jamani. Nikamsusia, alafu mimi nikajifunika uso ili kwamba kitu chochote nisiweze kukiona wala kukihisi. Bana mpenzi msikilizaji, kama wewe ni mdau, kama wewe ni mpenzi wa kuweza kutazama mambo ya mizagamuo, yaani unapenda sana mambo ya mizagamuo, basi njoo pale WhatsApp tukuunge na grupu letu kubwa kabisa ambalo linahusika na mambo ya kupelekeana moto. Yaani ukija pale WhatsApp tutakuunga na grupu letu la video za kupelekeana moto za kibongo na za kizungu. Na ukishaungwa kwenye grupu letu basi utakuwa ukipata mambo ya mizagamuo ndani ya grupu letu kila siku mwezi mzima, na ndipo utalipia tena. Gharama yake ya kuweza kuungwa na grupu letu la mambo yetu ya minyanduo, gharama yake ni 15,000 tu. Je, unayo hapo sasa hivi 15,000? Basi karibu sana pale WhatsApp ili niweze kukuunga na uweze kupata burudani nyingine mpya kabisa. Yaani ukitoka kusikiliza simulizi, basi unaingia pale WhatsApp, unaendelea kupata burudani ya mambo ya mizagamuo live bila chenga, wabongo kwa wazungu. Bwana changamka, njoo pale WhatsApp. Asa 15,000 unayo na unataka kuja pale WhatsApp, basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp mapema sana ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la mambo ya misakamuo, mambo ya kupelekeana moto. Changamka, tuko online tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini? Njoo sasa hivi uweze kuungwa sasa hivi, na sasa hivi uanze kupata mambo ndani ya grupu letu kali kweli kweli la mambo ya misakamuo. Bwana, tunasonga na huu mzigo. Wifi huyu yani kinyaa hana kabisa. Basi nikaanza kumwona yuko kule chumvini jamani, ameshagusa kabisa kule chumvini jamani, anamweleka chumvini asikwambie mtu. Nilishtuka kidogo. Nilipoweza kushtuka, wifi akaniambia kwamba nisishtuke, yeye bado yuko chumvini anaendelea kupima chumvi. Basi wifi jamani akawa anaendelea kupima chumvi tu kule chumvini jamani. Kiukweli baada ya muda nikaanza kuhisi kama kuna mizuka fulani hivi, nikawa naisikilizia. Basi wifi aliweza kuona kwamba nimechanganikiwa. Wifi akazidisha kweli kuhakikisha kwamba kule chumvini anaendelea kuchimbua chumvi kweli ambayo ilikuwa ndani ya migodi ndani kabisa. Jamani, hapo nikazidi kuchanganikiwa kweli. Nikaanza kulia kweli huku namwangalia mume wangu ambaye alikuwa anatazama namna ambavyo dada yake alikuwa anachimba chumvi katika mgodi wangu. Jamani, naona tu kwamba na yeye mume wangu yupo kama ambavyo alivyoweza kuja hapa duniani. Alafu wakati huo alikuwa anatalii tu kwenye mgongo wa dada yake vyema kabisa. Jamani, nikaona haya ni makubwa kweli. Mbona kama ni ushetani? Mbona ni kama shetani yupo kazini? Basi mimi nikawa naendelea kushuhudia jamani, wifi akaendelea kuchimba migodi kwa kutumia meno, kwa kutumia ulimi, yani anachimba madini kweli. Jamani, huku nazidi kupagawishwa na wifi. Basi na huku nikawa nazidi kupagawa kweli mwenyewe. Basi mwenyewe nikawa najiweka sawa ili kumwachia wifi aweze kuchimba madini vile anavyotaka. Wifi akaingiza mkono na kuanza kuchimba madini kwa kutumia mkono. Wifi akaanza kucheza na kile kimwamba ambacho kikichezea vizuri huaga kinamwaga madini kweli. Basi wifi alikuwa anacheza na kile kimwamba na kimwamba kikawa kinatoa madini kweli. Mume wangu alikuwa anasema kwamba anataka dada yake achimbe madini alafu yapate urahisi wa kuweza kupita na mtalimbo wake. Hasa nilikuwa naona kabisa kwamba tayari kabisa ikulu ilikuwa imeweza kujaa maji mengi kweli, mpaka mengine yalikuwa yanachilizika. Lakini mume wangu bado alikuwa anaendelea kutalii tu. Yaani yeye anatalii tu bila hata kuweza kufanya chochote. Kiukweli kwa muda huu nikawa natamani kabisa mtalimbo uweze kuingia. Yaani nilikuwa natamani kabisa kwamba kinu kiweze kupata mchi kwa muda huu, alafu mtu atwangi kweli. Maana siku mizuka hii ambayo kiukweli wifi alikuwa anaweza kuileta. Jamani, ama kwa hakika unapotaka kuchimba mgodi lazima kuwe kuna maandalizi mazuri. Kiukweli wifi alikuwa na maandalizi mazuri kuliko hata kaka yake. Cha ajabu nikawa naona wifi sasa ameshatoa mdomo kule kwenye madini, alikokuwa anachimba madini kwa kutumia mdomo.
Sasa wifi amepeleka huu mdomo na kuweza kukamata bastola ya mme wangu, na sasa alikuwa anaitembezea tu mambo ya kukoki kwelikweli bastola ya mme wangu. Jamani, anakoki bastola ya mme wangu huku bado anaendelea kucheza na Ikulu, anaendelea kucheza na kipompolilo changu. Jamani, baada ya muda akawa anaendelea kucheza na embe boribo za hapa kifuani. Basi mimi nikawa nazidi kuchanganyikiwa tu, maana alikuwa anacheza na embe boribo, anacheza na bastola ya mme wangu, yani anacheza kote kote. Jamani, huyu wifi alikuwa ni fundi kwelikweli. Jamani, kiukweli vitu kama hivi sijawahi kabisa kuvishuhudia kwenye maisha yangu. Kuna mtu akichimba mgodi wa madini kwa kutumia mdomo, lakini pia akikamata bastola jamani ya mme wangu. Hii kwangu ilikuwa ni hatari sana. Basi bastola ya mme wangu ilikuwa hatari kabisa, imeshakokiwa vyema kwelikweli, ilikuwa imekaa vyema kwelikweli bastola ya mme wangu. Basi alisimama, alipoweza kusimama mme wangu vyema kabisa kama kawaida, kwa sababu mguu mmoja ulikuwa upo mashariki na mwingine ulikuwa kaskazini, alafu bonde la ufa lilikuwa linaonekana vizuri. Basi mme wangu, huu ulikuwa ni wakati wake kuhakikisha kwamba na yeye sasa anachukua mtalimbu na kuweza kuuingiza unapo mgodi na kuanza kuchimba madini bila hata kuweza kuogopa. Akaanza kupeleka moto kwelikweli akichimba madini, akaanza kutwanga kwelikweli na kukoboa. Wifi alikuja moja kwa moja mpaka kwenye embe bolibo zangu jamani. Basi wifi akakamata embe bolibo moja hapa kifuani na kuweza kuitupia kwenye mdomo wake, akaanza kuing'ata embe bolibo, akaanza kula, yani kama mtu mwenye njaa kweli kweli. Kiukweli sijawahi kukutana na vitu kama hivi. Yani kwamba hapa nilikuwa nachangiwa kuweza kutandikwa kipigo cha hatari, natandikwa kipigo cha mtu na kakake, wote wananichangia kunipiga kipigo ambacho kiukweli nilikuwa nachanganikiwa. Basi mimi nikajikuta aisee nimepagawa kweli kweli kama chizi vile. Nikajikuta na alimwaga uno kama dansi wa Kikongo. Basi ilikuwa ni hatari. Na mume wangu naye alikuwa sio poa. Akaendelea kukita kwelikweli kinu hiki, akaendelea kutwanga kwelikweli kwenye hiki kinu. Ilikuwa ni hatari esi. Siku ya leo nilijisi nipo katika ulimwengu mwingine kabisa. Yani nilikuwa sielewi, nilikuwa nimechanganikiwa kwelikweli. Kisima kilikuwa kina maji mengi. Mume wangu alikuwa anatwanga mchi kwelikweli, maji yote yanaruka na kumwagika huko. Mume wangu anatwanga tu kwenye kinu. Jamani, ilikuwa ni hatari. Wakati huo wifi alikuwa anazidi kunichetua. Wifi alikuwa bado ameweza kukamata embe bolibo, anacheza nalo vizuri kabisa. Wakati kakake anazidi kutwanga na kukoboa. Jamani, ilikuwa natamani nipige kelele, maana kipigo hiki nachopigwa kilikuwa ni kipigo kikali kweli kweli. Yaani hata ukienda polisi upigwe kipigo kama hiki. Sasa wifi alikuwa kwamba anajua kabisa kwamba hapa tayari kabisa mimi nakaribia kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Basi ilikuwa ni hatari kweli kweli. Ilikuwa ni hatari, nikaona kabisa kwamba hapa sasa naanza kwenda kufika katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Maana hao watu walikuwa wananipiga kipigo kikali huku wakinisukumiza niweze kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro fast. Jamani, ilikuwa ni hatari kweli kweli. Kwa kweli ilikuwa ni hatari. Iliweza kufika katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, na ndipo mume wangu baada ya kuweza mimi kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro akaanza kuzungumza. Mke wangu, kipigo tulichokupiga ni kipigo kizito sana. Hivyo nenda kapumzike tu mke wangu. Sawa, hakuna shida. Wifi akasema, jamani, na wewe sasa kaka, si umbebe tu mke wako umpeleke akapumzike, maana tumempiga kipigo kikali sana huyu. Si unajua tena. Alikuwa anazungumza hivyo wifi, huku alikuwa anaendelea kuwafuta wazungu ambao walikuwa wameweza kujaa kweli pale kwenye Ikulu. Akawa anawafuta, anatoa ile mamilenda ambao walikuwa pale kwenye Ikulu. Lilikuwa ni jambo la aibu, ila ndio hivyo tena jamani, sina budi kweli. Maana mume wangu basi akanibeba alafu akanipeleka chumbani. Yeye akarudi, mimi nikachukua simu yangu na angalia kurasa za jamaa mmoja hivi anaitwa Shazboy. Basi nikawa nasoma. Nilikuwa nasoma kwa maana nilikuwa nimechoka sana. Yaani nimepigwa kisawasawa kweli. Jamani, kumbe kipigo kile ambacho nimepigwa kiliniweka sawa kweli. Basi mimi nikawa niko sawa kweli. Basi kiukweli ni kwamba nilianza kusoma, kuna moja kati ya peji ilikuwa inaelezea mambo fulani hivi ya mizagamuo. Nikaanza kwa nasoma. Peji hii ilikuwa imeandikwa kwamba watu wengi hufanya mizagamuo wakihisi kwamba wanafanya mizagamuo ni kama burudani, lakini mizagamuo ni vita. Basi mwandishi akaanza kueleza hivi. Iko hivi. Tomaso alikuwa na uhakika. Alikuwa na uhakika kabisa kwamba yule ni Yesu, lakini alikuwa anahitaji kumjua. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba mwanamke unaweza kumjua kabisa kwamba ni mshenzi, lakini mwanamke huwa hatulii ikiwa kama mwanaume ataonesha hali ya kuweza
kumwandaa vyema kabisa kwa ajili ya kuweza kumpiga kipigo kikali. Na Isani ukishaanza kumwandaa vyema kabisa kwa ajili ya kuweza kumtandika kwenye uwanja wa mapambano, basi itakupasa mikono yako iwe vyema kabisa kichwani na mikono yako pia iwe masikioni, hasa pale kama unataka kumpiga kichwani. Basi yeye atakuwa anacheza kwa namna ajuavyo, ngoma atakuwa anaicheza yanavyotaka, ili kuweza kukuleta na wewe katika ulimwengu huu ambao yeye yupo. Kwa hiyo kuna wakati unakuwa unapenyeza mkono na unakuwa unamshika mzee baba, mara tena mnaanza kubadilishana juisi ya miwa. Juisi ya miwa ikikolea, basi unaachia ili kwamba ushuke mpaka kwenye mashavu, ili kwamba udendeke vizuri kabisa. Kwa ufupi ni kwamba uteseka kwa mizuka mikubwa kwelikweli kila mahala, na utamani kuweza kutandikwa bastola kwa muda kama huo, mnanielewa? Kwa hiyo kuna wakati ukiwa unafanya mambo ya mezagamuo huku mkiwa mnabadilishana juisi za miwa, basi unaweza kuhisi kwamba umesinzia kabisa, ila ukitoa tu mdomo baada ya kuweza kubadilishana juisi za miwa, basi unafumbua macho kama mtoto mchanga aliyekuwa ananyonya nyonyo la mama yake. Watoto wachanga wanapenda sana kunyonya manyonya mama yao. Sasa na wanapendaga sana kunyonya manyonya mama yao, hasa wanapokuwa usingizini. Kwa hiyo ukimtoa tu mtoto pale anapokuwa ananyonya nyonyo, analia kweli kweli, unaweza ukaanza kuwaza kwamba ni kitu gani, lakini mtoto unakuta analia. Basi nilisoma sana hiko kitabu, nilisoma vyema kabisa kitabu hiko. Baada ya muda nikawa nimekimaliza, baada ya kusoma soma na kujifunza mambo mengi. Kiukweli leo nilikuwa nimeweza kuzagamwana akili ya kwenda yani kuchungulia basi ikanijia, nikasema sasa hapa naona wanapewa pongezi na ule babu ambaye anakaa kwenye chumba ambacho akipaswi kuweza kufunguliwa na mimi. Kwa nilikwenda kuchungulia baada ya kuweza kuzagamwana mimi na mume wangu. Safi sana, mmefanya jambo zuri sana. Sasa unaweza kwenda kulala. Sawa. Basi mimi wakati huo nilikuwa nimesharudi baada ya kuweza kuchungulia. Nikarudi na kutulia tuli kabisa. Mume wangu akaja akanibeba akanipeleka kuoga. Basi nikawa nasikia raha sana, mahaba kama haya. Basi tuliweza kulala na asubuhi mama mkwe akaja. Aligonga, nikaenda kufungua, akaniambia, wifi yako apokee simu toka jana usiku, kwani anaumwa? Nikamjibu sijajua. Hajaamka? Nikasema bado. Mama mkwe akaenda kumgongea chumbani kwake. Sijui walipoanza kuanza maongezi yao, mara nasikia sauti ya juu. Mama mkwe anasema, mwanzo ulisema kwamba uolewi mpaka kaka yako aoe. Haya, kaka yako ameoa, wewe upo na msimamo wako huo, utaki kuolewa. Usinichanganye wewe, mimi wangu bado hajazaliwa. Sikia, usitaki jamii iwachukulie vibaya. Mwanzo watu walikuwa wanatukana sana hapa. Inawezekana kwamba wewe na kaka yako mnatoka kwenye mambo ya misagamuo. Haya, kaka yako kaoa, wewe kinachofanya ukatae ni nini? Kwa nini unakataa kuolewa? Unataka ukae hapa mpaka lini? Mama, kifupi mimi siolewi. Jamani, mimi nikaa nawaza kumbe haya yanayoendelea wazazi wao hawayajui kabisa. Sasa hawa kilanga hichi walichokuwa nacho wamekitoa wapi? Wakati nawaza, nasikia mkofi kapigwa wifi. Ninakuzibua wewe, mpuzi kabisa. Ukome kunijibu kijeuli mimi. Mimi ni mama yako na nijibu hivi eti wangu hajazaliwa. Hajazaliwa kivipi? Ukome kabisa, umesikia wewe? Sauti ile mama mkwe jamani ikamwamsha mume wangu. Na ndipo akaenda kwenda kuongea naye sasa. Mama, kuolewa ni jambo la hiari sana. Kwa nini unalazimisha olewe? Umri umefika wa dada yako kuweza kuolewa. Sasa yeye hataki kuweza kuolewa. Kwa nini? Kwa nini hataki kuolewa? Nasema mama, ni kweli umri umefika,
Lakini yeye mwenyewe pia kama ulivyosema si hataki kuolewa. Sasa unauliza kwa nini kivipi? Mama, unataka kuwa kama wamama wa Uswahilini wanaosikia raha watoto wao kuweza kuolewa kuliko kuweza kusoma. Usitaki kunichanganya na wewe. Huyu atakaa na wewe hapa mpaka lini? Mwisho atakuja kuweza kugombanisha tu na mkeo. Ni bora aolewe aende akakae kwake. Mama, dada yangu hawezi kufanya kitu kama hicho. Mama, samahani sana, saizi asubuhi. Hebu tubadilishe mada. Dada yangu haolewi. Kwa hiyo atakaa hivi mpaka lini? Atakapokuwa tayari mwenyewe kuolewa, ataleta mchumba wake tu, hamna shida. Kuna mtu anataka kumuoa. Mama, hayo maisha ya zamani sana kumchagulia mwanaume bwana. Sawa. Shangazi yenu akija, muongee wenyewe. Maana mnanipa lawama tu mimi, halafu mimi naonekana mbaya. Sasa mtaongea nyinyi na shangazi yenu. Sawa mama, hakuna shida. Hakuna shida kabisa. Sijui umenielewa mamangu. Kwa hiyo hayo mambo ya kuolewa mwache dada mwenyewe. Sawa. Na mimi nasafiri wiki ijayo. Naenda China kufuata mzigo. Sasa nilikuwa naomba huyu dadako awe anakwenda kumpikia baba yako pale nyumbani. Kuhusu hilo tu. Sawa mama, hakuna shida. Basi mimi moyoni nasema kwani hakuna mfanyakazi mpaka aende huko? Basi mama mkwe akaondoka. Aliondoka na mume wangu akaondoka kazini. Wifi akaniambia, Tuma, twende bwana nikakufundisha gari. Sawa wifi. Yani kama vile jamani anaongea kwa utulivu. Yani kama vile hajaweza kunichalaza jamani. Yani kama vile huyu hajaweza kabisa kuweza yani kama sijaweza kutoka naye na iti ile iliyoweza kupita jamani. Anaongea kama eti wifi, yani kama vile wakati tayari kabisa alikuwa ameshaanza kuchungulia kipompolilo changu na alikuwa amezama chumvini. Alafu tena anajifanya kama vile mstaarabu. Basi mimi nikasema poa. Nikaenda kuoga. Nilipoweza kuoga nikachemsha maziwa tukanywa na mkate. Baada hapo tukaenda sasa uwanjani na alikuwa ananifundisha gari. Bana mpenzi msikilizaji, kama wewe ni mpenzi wa kutazama mambo ya mizagamuo kama haya ambayo yameweza kutokea usiku ulioweza kupita baina ya wifi na mtu wake, lakini pamoja na mume wake wa huyu bidada, basi vitu kama hivi tunavyo pale WhatsApp. Tuna grupu letu kubwa kabisa pale WhatsApp linalohusika na mambo ya misakamuo, mambo ya kukimbizana, mambo ya kupelekeana moto. Kwa kama unapenda mambo hayo kutazama, yani unapenda sana zile video za kupelekeana moto live bila chenga ni kuzitazama, basi njoo pale WhatsApp tukunge na grupu letu linalohusika na mambo ya minyanduo. Gharama yake ni 15,000 tu. Kwa hiyo kwa shilingi 15,000 ukija pale WhatsApp na kuunga na grupu letu kubwa kabisa, grupu ambalo utakuwa ukipata video kila siku mwezi mzima ndani ya grupu letu, na ndipo utalipia tena. Je, 15,000 unayo hapo na unahitaji kuja kuungwa? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 7197 na mwisho ni 94. Bwana, karibu pale WhatsApp tukuunge ili kwamba uweze kupata burudani za kutazama mambo ya misakamuo, mambo ya kibongo na ya kizungu live bila chenga pale WhatsApp. Wenzako wameshaungwa na wanaendelea kufurahia tu. Sasa sijui wewe nini ambacho kinakufanya kwamba usiweze kuja pale WhatsApp ili tuweze kukunga na wewe uweze kufurahia. Gharama yake nimeshakwambia ni 15,000. Kwa hiyo kama unayo, njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 7197 na mwisho ni 94. Changamka, njoo pale WhatsApp ni kunge ili kwamba uweze kupata burudani. Bwana, tunazidi kusonga na huu mzigo. Nasema hivi, Uswahilini watanikoma. Nikawa makini sana nafundishwa gari mpaka jioni. Basi tukarudi tukapika tukala, na mme wangu akarudi akala pia. Basi mimi nikajua kwamba na leo tena nitazagamuliwa tu, ila tulilala mpaka asubuhi bila kuweza kuzagamuliwa. Sasa wifi akaniambia twende kwa baba jamani, wifi yangu, nikampikie baba. Okay, twende. Tulienda mpaka kwa baba yake, yani ukweni kwangu kabisa. Naona nyumba nzuri, baba mkwe yuko peke yake. Basi upendo wa kizungu, namwona anamkumbatia mwanae baba mkwe, mala akaja kunikumbatia na mimi, alafu akaniachia, alafu akaniambia
gari yako kesho inafika mwanangu. Asante baba. Mara mama mkwe akaja, katokea ndani, katusalimia, alafu akaniambia, mwanangu, nahisi leo naondoka. Yaani ilikuwa niondoke wiki ijayo. Pesa mafuta nilokuambia kwamba nitakuwekea mafuta kwenye gari yako, nitajaza mimi mafuta, basi nitamwachia babako. Asante mama. Basi wifi akanielekeza jikoni nipike. Nilitulia nikapika chakula kizuri sana kabisa. Basi baba mkwe kala mpaka anasema, jamani, hebu kila siku bwana muwe mnakuja wote ninyi kuja kunipikia chakula kizuri kama hiki. Sawa baba, nitakuja natuma kila siku hapa. Basi wifi alijibu hivyo, ila wakati huo mama mkwe yuko busy ndani. Alikuwa anapanga nguo. Baadaye tukaondoka, tukarudi nyumbani. Yaani nilikuwa nawaza gari tu kichwani mwangu. Usiku ulipoweza kufika, wifi akaniambia, leo ninahitaji sana kuweza kuzaga mwana, sijui itakuwaje. Nilishtuka kidogo. Najiuliza sasa ananiambia mimi, kwani mimi ndo nina mchi wa kuweza kumtwanga jamani. Sasa singemtafuta mume wake amwambie huko, ndo maana aliambiwa waoleo, huyu hataki. Sasa ananiambia mimi nifanyeje? Basi mimi nikaona sema, wifi, maneno yako wewe bwana, sasa si uende tu kwa mtu wako huko. Kwa nini unaniambia mimi vitu kama hivyo? Mtu wangu mimi ni wewe. Nilikaa kimya kidogo. Mtu wake ni mimi. Ila nikaona yani kama ule usemi wifi, yani yuko siliazi kweli jamani. Yani kama mimi kweli ndio mtu wake. Na ndipo nikamwambia, sawa basi mume wangu. Nilisema hivi, kuna ule utani ambao watu waga wanataniana. Kwa mfano ukiona kakako akiwa mwanamke sana kwa shemeji yako ni kama mke wako, na ukiwa una dadako mkiwa mnaitana wifi, si kama tu mke wake, kwa ndo hivyo. Kwa mimi nikaitikia kama hivyo kwa utani. Hapana bwana wifi, ni kweli, lakini mimi nataka leo tuweze kuzaga mwana. Mimi siwezi wifi. Bwana uwezi vipi? Hebu twende chumbani bwana. Jamani, sijui uzazita gani jamani, yani umeweza kunipanda. Nikajikuta kwamba naingia tu chumbani na wifi. Alafu wifi akasaula kila kitu. Akaenda kunawa kule kwenye kipompolilo. Basi akaja akapanda kwenye uwanja wa Mizagamoo wa 6x6. Baada hapo akajiachia kabisa hapo kwenye uwanja wa mapambano. Jamani, wifi akaanza kuniambia eti kwamba kuna wengine wanaitaga alage, wengine wanaitaga kialage, ambacho alage lile waga linaota pale kwenye kisima kwa juu, ambalo ukicheza vizuri na lile alage waga linasababisha kisima kijae maji. Asa wifi eti akaniambia kwamba nianze kung'ata lile alage ambalo liko pale kwenye kisima ili kwamba kisima kiweze kujaa maji, na baada hapo nijichotea maji ninavyotaka. Jamani, nikawa nasema kimooni, shida yote ya nini? Kwa nini asitafute tu mtu wake wa kuweza kumzagamua? Kiukweli mimi sijawahi kabisa kuweza kufanya vitu kama hivyo, yani nikafanya vitu kama hivyo kwa mtu kama mimi, yani kwa mwanamke mwenzangu, na yani sijawahi. Na kwa mara ya kwanza basi nikasema acha tu nijaribu. Basi nikaanza kufanya kama vile wifi alivyotaka, kuweza kucheza na kisima vizuri kabisa. Wifi alishtuka vizuri na aliweza kunibananisha baada ya kuweza kuona kwamba tayari kabisa nacheza na ikulu yake vizuri, na kipompolilo kipo kabisa tayari kabisa. Kipompolilo kilikuwa kipo tayari kabisa. Basi wifi akawa ananishukuru sana mimi. Na katika kuweza kunishukuru vile ambavyo nilikuwa nacheza na kipompolilo, basi wifi sio ananishukuru tu kwa maneno, yani alikuwa anasema asante, lakini wakati huo mizuka ilikuwa juu na alikuwa analalama kweli kweli, yani kama vile yupo tu na mshikaji ambaye kwa muda huu ni kama vile alikuwa anapeleka moto. Jamani, basi mimi nikawa naendelea tu kucheza na wifi yangu bila hata kupoteza muda. Nilikuwa nacheza pale kwenye ikulu vyema kabisa, nacheza na kimpompolilo, yani nacheza kabisa, kwa sababu wifi kada alivyokuwa anazidi kuchanganikiwa na anakuwa na mizuka mingi. Basi nikajua kwamba kumbe ndo kitu ambacho ikiwa anakitaji. Basi nikawa nacheza vizuri pale game yangu. Nikawa namwandaa wifi vizuri kabisa ili sasa tuondoke tuenzetu sokoni jamani. Nikawa namwandaa vyema kabisa. Kumbe sikuelewa kwamba na mimi ndo naingizwa kwenye mambo kama haya pasipo hata kujijua. Kwa sababu hata mimi nikawa nimeweza kuvurugwa kweli ninavyomwandaa na wifi anavyolalamika na kupiga makelele. Basi na mimi nikajikuta mizuka kumwandaa wifi na kwa mingi kweli. Basi mambo yakawa mengi. Mwisho wa siku nikakuta tayari kabisa kidole kilikuwa kipo ndani ya kinu. Nikawa nachezesha kidole ndani ya kinu kwa sababu mtwangio kulikuwa hakuna. Kwa nikawa nachezea kinu hiki kwa kutumia kidole tu jamani. Basi kinu kikawa kipo tepe kinu. Yani
kitu kikawa kimeweza kuloa kama ile nyimbo ya Harmonize jamani. Yaani ilikuwa ni hatari. Kiukweli wifi alikuwa tayari ameshashusha wazungu wengi wamejaa kwenye kino. Yaani mpaka nikachanganyikiwa. Wazungu wote kwenye kino wamejaa. Sasa ukipatikanika mtu wa kutwanga mchuzi ndio itakuwa ni hatari jamani. Nikaanza kumsikia tu wifi akisema kwamba anashukuru sana maana siku ya leo pia ameweza kujisikia furaha kubwa sana kwa sababu yani mimi nimeweza kucheza na kino vizuri. Jamani, sifa hizo ananipa eti kama mimi kweli ni kidume, kumbe mimi sio kidume. Jamani. Akanyanyuka akaenda kuoga. Akanipa 200,000 hivi. Jamani. Yaani ni kama shukrani yake. Basi mimi nikaenda kulala kwangu. Mume wangu akarudi alafu akaniambia, "Mai, kiukweli mimi nitakuzagamua Jumapili kwa sababu sasa hivi kiukweli narudi nachoka sana huko kazini." Nikamwambia sawa, lakini moyoni nasema shauri yako. Najua umeshapewa masharti wewe. Basi mimi nikajikaza. Nikasema nitakuja kujua tu masharti. Nitakuja kujua mambo yalikuwepo nyuma ya pazia, nyuma ya kamera. Basi nikalala zangu asubuhi. Sasa mume wangu akaondoka, mara wifi akaniambia, "Tuma." Baba akasema kwamba twende bandarini, gari yako imeshafika. Nikamwambia sawa. Basi alikuweza kuniambia hivyo. Jamani, ilikuwa bado kidogo tu niweze kupiga vigelegele vya kushukuru. Maana jamani, sio kwa kulihitaji gari hilo, nilikuwa nalisubiri kwa hamu kweli kweli. Basi kweli tulikwenda mpaka huko bandarini. Jamani, gari ilikuwa mpya, mimi ndo mwenyewe naitoa jamani magamba. Jamani, nikakabidhiwa gari na baba mkwe. Niliendesha gari ile mwenyewe mpaka nyumbani kwetu kwa mume wangu. Ndipo mume wangu akaniambia, "Aya, gari yako ni hii. Kadi zake ni hizi. Gari hii ni yako, tuma mwanangu." Umenielewa? Aliniambia hivyo baba wa mume wangu baada ya kuweza kufika nyumbani na aliweza kunisifia kweli kweli kwa sababu nilikuwa fresh pia kwenye kuendesha gari, nilikuwa nimeshajifunza. "Asante baba. Aya, mimi naenda ila muje mnipikie." "Sawa baba, tutakuja." Baba mkwe akaondoka. Mara wifi kapigiwa simu na mume wangu, "Dada, tunafanyaje sasa? Mke wangu asiwepo hapo nyumbani. Ina kikao na wewe saa 10. Hilo lisikupe shaka. Mkeo nampeleka kupika kwa baba, atabaki huko." "Sawa, mwambie asirudi mpaka umpigie simu." "Sawa, hakuna shida." Basi wifi akanipanga. Yaani akaniambia ukweli wote kwamba saa 10 kuna kikao. Sijui kwamba mmeo ataki marafiki zake wakujue. Kwa hiyo wengine ni wanafiki, ila usijali, wewe nenda tu kapike kwa baba, alafu usirudi mpaka nikupigie simu. Alinipanga hivyo hivi. Sasa si ningeenda naye baba muda ule, baba mkwe ningeenda naye muda ule kwenda kupika kama ndo ingekuwa hivyo. Si ningeenda naye tu. Wewe usihofu, mimi nitakupeleka tu hivi. Basi aliweza kunipeleka mimi, na mimi sikutaka kujifanya mjuaji sana. Sikutaka kujifanya mjuaji kwa sababu gari si ninayo. Basi akanifikisha mpaka kwa baba mkwe, akaniacha alafu akaondoka. Alafu mama mkwe ameshaondoka yuko China. Basi mimi nikaingia jikoni kupika, nampikia baba mkwe. Basi baba mkwe akanifuata jikoni alafu akaniambia, nataka nikufundishe kupika." "Okay, anyway, sio mimi nikufundishe wewe, basi mimi naomba wewe unifundishe kupika. Ili kwamba siku ukiwa umeweza kuchoka najipikia mwenyewe." Jamani, mama si yupo. "Mama yako kaenda China, anarudi mwezi ujao." "Sawa, mimi nitakuwa nakuja kila siku kukupikia tu baba, wala usiwe na wasiwasi." "Ni kweli, naomba na mimi unifundishe basi kupika." Sasa mimi nikawa naona aibu kukaa na baba mkwe jamani jikoni. Aibu yangu nikawa naiona mpaka nikawa nimeweza kudondosha kisu. Sasa nainama kuweza kokota kisu, baba mkwe akaguna kikozi ambacho kakoa sijakielewa kabisa. Kikozi. Neno da liliweza kuniacha njia panda. Basi mimi nikanyanyuka baada ya kuweza kokota kisu. Akanisogelea akaniambia, "Mwanangu, nisamee tu." "Nikusamee nini baba?" Uliweza kuinama kokota kisu jamani, kiukweli mimi sijielewi mwanangu. Jamani, hebu naomba unisamee tu mwanangu." Alikuwa anazungumza hivi baba mkwe jamani. Bwana mpenzi msikilizaji, nazidi kukuambia kwamba kama wewe ni mpenzi wa kutazama mambo yetu ya Minyanduo, yaani umetafuta sana magrupu ya kuweza kuungwa WhatsApp lakini ukayakosa, magrupu ya kutazama video live bila chenga za Minyanduo, video kali kweli kweli za kibongo na za kizungu, basi pale WhatsApp tunalo grupu letu kubwa kabisa ambalo linahusika na mambo ya Minyanduo. Ndani ya grupu letu kiungo utapata Minyanduo tu kila siku,
mwezi mzima, na ndipo utalipia tena. Lakini gharama yake ya sisi kuweza kukuunga wewe kwenye grupu letu, gharama yake ni shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unayo hapo sasa hivi 15,000 na unapenda kuweza kuungwa kwenye grupu letu, basi karibu sana pale WhatsApp niweze kukuunga ili kwamba uweze kupata burudani ambayo ulikuwa unaitafuta muda mrefu sana. Yaani ukitoka kusikiliza simulizi kama hizi, basi unapata mambo mazuri sana pale WhatsApp kwenye grupu letu kali kweli kweli, linalohusika na mambo ya minyakanyuo, mambo ya misakamuo, mambo ya kupelekana moto, mambo ya kibongo na ya kizungu. Bwana, gharama yake nimekuambia ni 15,000. Sasa kama wewe ni mpenzi, ni mdau, basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 71 97 na mwisho ni 94. Narudia tena 0782 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp kwa namba hiyo ili kwamba uweze kupata burudani kali kweli kweli ya kuweza kuunganishwa kwenye grupu letu kali na uweze kupata burudani kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. 15,000 ndo bei yake. Kwa kama unayo, njoo chapu, tunakusubiri wewe, sijui wewe unasubiri nini. Basi baba mkwe jamani alikuwa anazidi kunisogelea tu baba mkwe. Nilipoangalia msumali wake ulikuwa tayari kabisa unahitaji kuweza kugongelewa kwenye mbao. Tayari kabisa msumali umechongoka kweli kweli. Tango lake lipo zito kweli kweli. Basi ule msumali jamani ukaja kabisa vyema na kuweza kugusa kwenye mpododo. Nilichanganikiwa baada ya msumali kuweza kugusa kwenye mpododo. Baba, sio vizuri. Usigusishe msumali huo kwenye mpododo, samani baba. Kiukweli mimi sikufanya kusudi kuweza kuinama kuokota kisu, kwa sababu kilikuwa kimedondoka. Sasa singeokota ingekwaje? Kwa mimi nimekiokota kisu baba hivyo, lakini kama mimi kuokota kwangu kisu baba imekuwa tatizo, msumali wako sasa unataka kugongelea kwenye mbao. Baba, naomba unisamehe tu. Mimi kisu sasa hivi kama kikianguka sitaweza kuinama tena. Sio vizuri baba, umenielewa? Kwa hiyo sio vizuri msumali wako kuwa unagusagusa kwenye mpododo. Nilizungumza hivyo jamani, nikimwambia baba mkwe kwamba baba, sio vizuri, usigusishe huo msumali kwenye mpododo tafadhali. Nikimwambia sikufanya makusudi mimi kuweza kuangusha kisu. Nisamehe mimi mwanangu. Wakuja jikoni mwanangu. Kiukweli wewe uko vizuri sana, tena uko vizuri kweli kweli. Una mpododo mzuri balaa kweli kweli. Yaani mpododo kama udondola. Katikati mpododo umeingia kwa ndani alafu nje umechomoza. Ni hatari sana huu mpododo, ni kama upo kwa wale manyigu madondola wale. Jamani, baba mkwe kaongea hivyo huku tayari kabisa anaugusa huu mshendele, anagusa kabisa mpododo. Jamani, moyo kalia pa. Jamani, hapa nini ambacho kinataka kwenda kutokea? Baba mkwe, ni kama nilivyokuambia, kiukweli mimi na wewe tunaheshimiana sana. Sasa sielewi baba mkwe, kwa nini sasa msumali unataka kugongelea kwenye mbao yangu? Mbao yangu mimi ni bado changa na hii mbao ni ya mtoto wako. Kwa hiyo kisima hiki maji anachota mtoto wako tu. Mimi mpaka muda huu nimeshagundua nataka kuchota maji kwenye kisima. Usijali binti yangu. Kiukweli mimi nina pesa nyingi sana nitakupatia. Na kama ulivyoweza kuona hata gari nimeweza kukupatia. Na sio hivyo tu. Muda mwingi na siku nyingi sana nilikuwa nafikiria sana namna kuweza kuja kugongelea msumali kwenye mbao yako. Naona hii siku ya leo ni siku nzuri sana ya msumali wangu mimi kuja kugongelea kwenye mbao yako, na mbao umeileta mwenyewe. Kwa nini unafanya hivyo jamani? Naomba tu nisamehe sana. Baba, kiukweli haitowezekana msumali wako kuweza kugongelea kwenye mbao yangu. Tafuta mbao zingine. Alafu mbona mbao ya mama sipo? Kwa nini usimsubiri arudi ugongelee kwenye mbao ya mama? Mwanangu, Waswahili wanasema ukiona mtu mzima analia basi ujue kuna jambo. Yaani ukiona mimi mpaka na kulazimisha wewe kutaka huu msumali wangu nigongelee kwenye mbao yako, basi jua kabisa kwamba tayari mimi kuna jambo limeweza kunisibu. Kwa naomba usiniangushe. Naomba ukubali tu msumali wangu nigongelee kwenye mbao yako binti yangu. Jamani, alikuwa anasema hivyo baba mkwe huko tayari kabisa jamani, huko zero distance. Tayari kabisa, na nikimwangalia alikuwa kashachanganikiwa, maana jicho lake lilikuwa limeiva kama akapigwa ngumi vile. Tayari kabisa jamani, tango lake lilikuwa zito kweli kweli, naona kabisa. Alafu kajiko kenyewe ni kadogo na nimeshabananishwa. Sijui hapa jamani itakuwaje. Yaani sielewi kwamba namchoropoka vipi huyu baba mkwe ambaye jamani kwa time kama hii kanibananisha hapa. Sasa ningejikuta mimi nimeweza kuchanganikiwa tu. Tena hata kupika nikawa nashindwa kupika.
maana tayari nimeshabananishwa na hata sielewi kwamba hapa nafanyeje. Yaani sielewi kabisa hata hapa nafanyeje, maana nimeshabananishwa na baba mkwe, na baba mkwe anaonekana kabisa hana masiala. Yaani hana masiala kabisa, yaani kama kuna masiala basi ni kwenye vitu vingine, lakini kwa hapa baba mkwe jamani, hana masiala. Yaani hana masiala kabisa, tena hataki kusikia chochote. Ibara, mpenzi msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii nzuri kabisa imeweza kuishia hapa, ambapo Tuma, mwanadada ambaye anapitia mambo mengi na kuona vitu vingi katika familia hii, amekutana na kisa kama hicho ambacho tayari kabisa babake mkwe amembananisha. Sasa najua tunajiuliza kwamba je, baba mkwe ataweza kumzagamua Tuma au Tuma anaweza kapolochoka kwenye tundu la sindano? Kiukweli mimi na wewe hatujui, lakini leo ndo kwanza tulikuwa katika sehemu ya kwanza simulizi yetu hii ambayo ni part 1. Tukutane katika sehemu ya pili ili kwamba uweze kujua nini kitakachoendelea, kwa sababu sehemu ya pili itakuwa ndo mwisho kabisa wa simulizi yetu hii kali kabisa, kwa maana kwa sasa tunasimulia simulizi part 1 na part 2, simulizi inaisha. Kwa hiyo leo tulikuwa katika part 1, tukutane katika part 2 ili tuweze kujua nini kitakachoendelea.